namuomba Allah tabaraka wa taala kijalie kikao hiki ni kikao kitakaozungukwa na malaika, kitakakuwa ni kikao kinachomiminiwa rahma ya Allah tabaraka wa taala, kikao ambao kitatupa utulivu katika nyoyo zetu, na tutakapoondoka hapa tuondoke maghfurin ghanimin salimin. Wa hushira li Sulaimana junuduhu. Tukiendelea na tafsiri yetu ya aya ya 17, bado tukiwa na neno la pili katika aya hii, wa hushira li Sulaiman, tukimweleza Suleimani ni nani na neema alizopewa Allah tabaraka wa taala, na tukaonyesha jana kwamba Suleiman Allah tabaraka wa taala anamzungumza kwamba innahu awwab. Allah tabaraka wa taala alimuingiza kwenye mtihani, walaqad fattanna Suleimana wa alqaina ala kursiyihi jasada thumma anaba. Allah tabaraka wa taala sema tulimpa mtihani Suleiman, ikawa kwenye kiti chake kikabaki mwili tu kwenye kiti chake, alafu Suleiman akarudi kwa Allah tabaraka wa taala na akarudi katika hali yake. Tukasema ikhtalafa almufassirun fi fitnati Suleimana alayhi salam. Wafasirina wametofautiana katika fitna hii ya Suleiman, na jana tukaeleza rai ambayo au tafsiri ambayo imeelezwa kwamba tafsiri hii haina nguvu, si ya ukweli, bali kuna tembe za Israiliyat, kwa sababu nabii wa Allah kama Suleiman awe atafanya kosa kubwa kama hili, kujipangia mimi nitafanya hivi bila kujua kuwa ana Allah, aliingia akilini. Waliosema kwamba riwaya hii haina nguvu au tafsiri hii, lakini katika tafsiri ambayo wengi wamesema kwamba ina uhakika, fitna hii dhakarahu al-Fakhr al-Razi, Imam al-Fakhr al-Razi, kauli yake inapewa nguvu zaidi kuliko ile jana tuliyoitaja. Mwaikumbuka ya jana na asema al-Fakhr al-Razi, inna Suleimana ubtuliya bimaradin shadidin hara fihi at-tibb, kwamba Suleiman katika mtihani aliopewa na yeye alipata magonjwa, aliugua, akafikwa na maradhi ambayo dawa zilishindwa kufanya kazi. Hara tib fihi tib, kwa maana madaktari walikuwa kwenye dilema, hawakujua wafanyeni. Kila wanavyojaribu, marila Suleiman maradan shadida hara fihi at-tibba'u al-insi wal-jinn, kiasi magonjwa yake yaliwakomesha madaktari wa kibinadamu na majini, dawa zao zilishindwa kufanya kazi. Wa ahlarat lahu at-tuyuru a'shaban tibbiya min atraf al-ardi falam yashfi, ndege nao wakajaribu wote, ndege wote, kila mmoja aenda kuchukua miti, majani na nini, wakileta ya miti ambao ili imsaidie kutibu magonjwa ya Suleiman, lakini
hapa kufua dafu. Wakana kila yawmin kana almarad yazid alayhi hatta asbaha Suleiman idha jalasa ala kursiyihi kaannahu jasadan bila ruh. Ikawa magonjwa yale pamoja kuwa na Suleiman ana viumbe vingi vinamtumikia, na kila kiumbe cha jaribu kwa upande wake kuleta dawa yake, lakini Suleimani akawa magonjwa yanamzidi mpaka akifikia akikaa kwenye ile kiti chake anaonekana ni kama mwili tu usokuwa na roho, kwa maana hata anavohema ni kwa njia, yani unaona ni kama mtu aliyekufa, ameisha kabisa. Na hapa ndio muumini atakana aamini pale Allah aliposema kwa ulimi wa Ibrahim, wa idha maritu fahuwa yashfin, kwamba pamoja na juhudi zako, pamoja na matibabu unayofanyiwa, lakini imani yako ya kwanza ni kuamini kwamba mponyaji ni nani? Allah. Ta'khudhu bil asbab wa tatawakkal ala Allah al-hayy al-qayyum. Unachukua sababu. Hafai muumini akasema mimi na Allah. Hapana. Suleiman ametibiwa mpaka na ndege. Kwa hivyo unafanya sababu, lakini tegemeo kuu la kuzifanya zile sababu zifanye kazi ni Allah tabaraka wa taala. Yeye ndiye mponyaji. Wasema wa anab, lakini Suleiman karudi kwa Mola wake kwa kumtaja Allah na kumuomba, akarudi kama hali yake ilivyokuwa kwa kule kumtaja Allah tabarak wa taala. Hakusimamisha ulimi wake ila kumtaja Allah tabarak wa taala na kuleta istighfari kwa wingi. Basi Suleiman mtihani ule ukamuondokea. Hapa tupata ushahidi Qur'ani inalinda mwanadamu asiingie katika kusahau utukufu wa Allah tabarak wa taala. Kwa sababu tunavomsoma Suleiman alipewa kila kitu, akawa mfalme wa vitu vote, wanyama, majini, ndege. Huenda kukapatikana wanadamu wakaona basi huyu naye shida zangu aweza kunitatulia, huyu aweza kuchukua nafasi ya maombi, huyu anaweza kuchukua nafasi ya ungu. Allahu tabaraka wa taala, utakuta kila nabii ambaye amepewa miujiza hii ya kibinadamu mikubwa, alafu utakuta lazima aliingizwa kwenye mtihani, mchekecho, ili ujue kwamba huyu ni mja wa Allah, hana ushirikiano na Allah. Ndio maana walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tabarak wa taala hana ushirikiano na uhusiano na yoyote mwingine, kwamba katika ufalme wake, kwamba ana sehemu mwingine katika ufalme wa Allah tabarak wa taala. Ana viumbe Allah tabarak wa taala vinamtumikia, kawachagua kwake vikawa viumbe bora, lakini na ubora wao huo bado ni watumwa wa nani? Wa Allah tabarak wa taala. Hili linakupa tofauti ya kujua ufalme wa duniani na ufalme wa mbinguni wa Allah tabarak wa taala, kwamba Allah ni malikal mulk. Hawa tulionao ni mamaliki, ni wafalme, lakini kuna malikul mulk. Malikul mulk huwa Allah. Na dalili za ufalme wake wa Allah unavyotofautiana, mfalme yote hapa ulimwenguni, wale wanaomsaidia katika kuendesha ufalme wake
wale wapambe wake wanaompa sapoti katika ufalme wake, wale hawagusiki, au si kweli? Wale hawagusiki, kwa sababu hata wanadamu wenyewe ukimtaja mtu fulani akwambia huyo bwana usimtaje, huyo bosi haruki hapo, si ndio? Lakini Allah tabarak wa taala ufalme wake hauna usaidizi. Hawa wamekuwa na nafasi katika falme hizi kwa sababu wao ni wasaidizi, kuna sehemu wamemsaidia ule mfalme. Lakini Allahu Samad, Allah yeye husaidia tu, hakuna anayemsaidia Allah, hasaidiki Allah. Na ndiyo tofauti ya Muislamu katika kumtambua Mungu na mtu mwingine ulimwenguni. Watu wengine wote wameshindwa kumtambua Mungu kwa sifa hii ya As-Samad. Suratul Ikhlas ikawazingua maprofesa na nani wakawa wamekuwa wajinga kwa kukosa kuifahamu Suratul Ikhlas. Sifa ya Allah, Allahu Samad, ni kwamba Allah yeye ndiye hukidhi haja za watu wote, lakini hakuna anayeshiriki katika kumkidhia haja Allah. Yuwasaidia, hasaidiki. Sasa ukitaka kumjua Mungu kwa picha hii, utampata ni yeye Allah peke yake. Huwezi kumweka kiumbe chochote ukasema huyu naye ni Mungu. Hapana. Kwa sababu ukamfanya mtume kwamba kama wenzetu anamfanya Isa alayhisalam ni Mungu. Isa amesaidiwa, amezaliwa, amelelewa, ameogeshwa, amelishwa, si ndio? Amebebwa, amevalishwa nguo. Huyo amepata msaada. Katika definition ya kumjua Mungu, Mungu ni ambaye hana msaada kabisa wa mtu. Yeye husaidia yeye, lakini hasaidiki. Utapata vitu vyote vimesaidiwa. Tuko pamoja? Kwa hivyo huwezi akili yako ikamlenga mtu ukamweka kwamba huyu aweza kunifanyia kazi ya Mungu. Tuko pamoja jamani? Mmenielewa hii nukta muhimu ya tauhid? Usidanganyike, umeumwa umefanyaje ukatafuta kingine chochote ukakipa nafasi ya Allah. Hakuna mwingine anayestahili kuchukua nafasi hii ila yule ambaye anasaidia hasaidiki, na si mwingine isipokuwa nani? Allah. Amman yujibu almutarra idha daa wa yakshifu su. Allah sema ni nani mwingine anamjibu yule mwenye matatizo anapomuomba, na ni nani mwingine asiyokuwa yeye ambaye anaondosha mabaya yanayowafika wanadamu? Hakuna isipokuwa Allah, ni yeye peke yake. Sifa ya pili ikaja lam yalid walam yulad. Sura ndogo hii ndio ikafanywa thuluthul Qur'an. Sisi kwenye macho yetu twaiona ni sura ndogo sana, lakini Allah sura hii ndiyo imechukua sifa za Allah kamilifu, sifa za ushindi ambao haziwezi kani kupatikana kwa mwingine. Ndiyo yule sahaba alokuja kushtakiwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wenzake walikuja kwa Rasulullah wakamwambia, umetupa fulani kama kiongozi kwenye kikosi chetu, lakini tulipokuwa safarini huyu bwana kila akiswalisha lazima asome Suratul Ikhlas. Kila akiswalisha lazima mwisho asome Suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad Allah. Kila swala zote. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kiongozi bora alisema, muulizeni, siwezi kutoa hukumu mpaka mumuulize. Kwa nini? Yule bwana akasema, innaha uhibbuha liannaha sifatur rahman. Naipenda sana Suratul Ikhlas kwa sababu ni sifa za nani? Ar-Rahman, Allah. Sifa za ushindi.
sifa za kumweka awe hakuna mwingine kuwa ubavuni mwake, hana andad, hana mshirika. Kwa sifa hizi mulike utakayemulika katika unayemuona ana nafasi. Ukimpa sifa hizi mwenyewe ajiondosha, hafai. Qul huwa Allahu ahad, ni yeye Allah wa pekee. Kwa nini wa pekee? Allahu samad, hakusema qul huwa Allahu wahid. Ahad, wa pekee. Kwa nini ni wa pekee? Allahu samad, yeye peke yake ndiye anakusudiwa, haja zote anazikidhi yeye, wala hakuna anayemsaidia yeye. Sifa hii utaipata kwa Allah. Chochote kilichoko ulimwenguni kimesaidika, kimeletwa minal adam, hakikuwepo. Kwa hivyo alokileta ndiye mwenye kukisaidia kile. Lakini sifa ya pili, lam yalid. Allah huwa amekuwa ni wa pekee kwa sababu hazai. Kwa nini hazai? Anayezaa ana matarajio kwa anachokizaa. Anayezaa ni dhaifu. Chochote chenye kuzaa kitakufa, si ndio? Wasema Abu Nuwas alienda kuazima sufuria mahali, akaitumia, siku akiregesha akaingiza na kijisufuria kidogo ndani. Jirani alipopokea ambaye, mbona mbili? Ambaye imezaa. Mashaallah, kwako kuna baraka, sufuria inazaa. Kaambia imezaa. Bwana akafurahi sana. Akakaa siku nyingine akaazima sufuria kubwa. Muda umepita, haregeshi. Jirani asema safari hii naletea ile birigeji kabisa, lela kupikia karamu, manake itazaa lile kubwa, itazaa kubwa zaidi. Haiji sufuria. Ikabidi sasa, jirani kweli wakumbuka ule azima sufuria yangu? Mbona imechukua muda hujaregesha? Kaambia ilikufa. Sufuria imekufa. Amwambia mbona washangaa? Nashangaa sufuria itakufa vipi? Amwambia ilizaa vipi? Kila anaizaa yafanya nini? Yafa. Tumeelewana? Allah tabaraka wa taala sifa yake lam yalid. Lam yalid. Kwa sababu kinachozaa ni dhaifu, kitakufa, kitaondoka, kitaugua, kitazeeka, si ndio? Sasa sifa hii hawezi kuwa nayo Allah. Allah hafi, hazeeki, haugui, hachoki. Kwa hivyo sifa ya kuzaa haipo kwa Allah. Kwa suratul Ikhlas waweza kumfahamisha mshirikina yoyote Mungu na akakubali. Labda akataa inadan tu, kijeuri kwamba hataki tu, lakini akili ikakubali kwamba ni kweli. Ukamuuliza, wewe unasema Mungu ana mtoto, wewe una mtoto, wampenda mtoto, kwa nini umetamani mtoto? Sema mtoto nikifa atafanya nini? Tanirithi. Nikizeeka atafanya nini? Tanisaidia. Nikiugua ataniuguza. Atakutajia faida nyingi za. Je, Mungu haya anayo? Mungu atakufa? Atazeeka? Atachoka? Ataugua? Tukwambia you know, tabaki sasa. Hakuna jibu. Umeelewana? Zitakuwa nyingi. Kwa sababu ni vitu logic za kubalika. Sifa ya tatu, walam yulad, wala Allah hakufanya nini? Hakuzaliwa. Kwa nini? Aliyezaliwa ni mdogo, anayezaliwa ni mdogo atakapofika katika maisha, lakini akifika kwa mamake nani? Ni mtoto, au sio? Na sifa ya Allah ya Mungu ni awe juu ya kila kitu. Sabbihisma rabbikal al-a'la. Hata wale leo wanaoomba kwa kuamini maombi yao hayatimii mpaka wafungue macho waangalie chini, lakini akitaka kumshuhudisha Mungu mambo yake, kwambia haki angai wapi huko? Tumeelewana? Yeye akiomba angalia hapo,
lakini akitaka kutoa kiapo alekeza wapi? Sabbih isma. Tuko pamoja jamani? Sifa ya Allah, ya Mungu wa kweli, hazaliwi, kwa sababu aliyezaliwa ana aliye juu yake. Atakapofika ni president, akifika kwa mama shikamoo, si ndio? Ashamaliza ukubwa wake, au si kweli? Hafai kuwa Mungu. Mungu ni awe juu kila kitu. Huyu ana mtu uko juu yake, kwa nini aitwe Mungu? Astahiki. Walam yakun lahu kufuwan ahad, wala Allah hana mfano na ushirikiano wa yeyote. Wafalme wa duniani wana watu wa pembeni, wapambe wao. Waweza wewe ukaingia kwenye matatizo, ukaambia ukimpata fulani shida yako imefanya nini? Imeisha. Kwa nini? Huyo jamaa Mr. President haruki, sijui huyo waziri haruki, huyo sijui mkuu wa mkoa kwa huyo haruki. Si ndio? Kwa sababu kuna mahali walifanya nini? Walisaidiana. Lakini Allah hasaidiki, Allahu Samad. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye Allah kwake atakuwa ana uzito wa kumfanyia lolote. Ndio utakuta hakuna watu karibu kwa Allah kama manabii, lakini hakuna watu waliopata mitihani mikubwa kama nani? Tuko pamoja? Ingekuwa ni wewe hungemgusa nabii, manake akusaidia kufanyia kazi yako, si ndio? Aifanya dawa ya kukutangaza, utamgusa vipi? Mtu mwana kampeni akupigia kampeni, kweli huyo waweza kumgusa? Na hapana, huyu ni msaidizi wangu, sema mkono wangu wa kulia huyu. Lakini Allah vile vipenzi vyake, ashaddu nasi balaan al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu anasema watu wanaopata mitihani mikubwa zaidi, mizito zaidi, wa kwanza ni mitume, alafu ni watu wema, alafu mfano wa hivyo. Kila ukiwa imani yako ikiwa juu na Allah, na mitihani yako inakuwa ni mikubwa, kwa sababu Allah hana ushirika na mtu. Yeye kukupa imani ni ihsani amekufanyia, ni fadhila amekupea, ni wema amekutendea. Kuna mijitu ambayo ilikuwa na akili. Mnamjua Abu Jahli? Mmemsikia mtu aitwa Abu Jahli? Na huyu Maka alikuwa akiitwa Abul Hakam. Alikuwa akiitwa nani? Abul Hakam, jitu la hikma sana. Mtu akitokezea tu. Siku moja alimuona mmoja katika kundi lao lile Sanadidi Quraish, alikwenda kumsikia mtume kwa siri asoma Qur'ani. Yule bwana akasema ngoja nikamsikie huyo Muhammad haya maneno anayosoma, kweli au mashairi ya nani au ameyatoa wapi? Alipokwenda kuisikiliza Qur'an, wakati arudi asema yale si maneno ya mwanadamu yule. Kweli tumpinga, lakini yale maneno yake yale si ya mwanadamu. Kutokezea kwenye ile maskani ya Abu Jahli, kumuona macho yake Abu Jahli asema kuisha huyo kuisha huyo, itabidi tutafute bomu la kumbadilisha mawazo. Lakini huyo Muhammad kisha mzindua shamzingua huyo, si wetu tena huyo. Tusipochunga tukatengeneza silaha nyingine za kumharibu, si wetu. Kwa kumuona tu anavokuja na unyonge wake, akajua huyu amepita kwa Muhammad na lazima amemsikia Muhammad akisema hata kama neno moja. Kwa hivyo huyu lilikuwa likiitwa Abul Hakam, lakini kwa kuikosa hii neema hii ya Uislamu akabadilika akawa nani? Abul Jahl, baba la wajinga, kwa sababu ameikosa hidayah at-tawfiq. Hidayah ni mbili katika maisha. Kuna hidayatul tawfiq, kuna hidayatul irshad. Hidayatul irshad ni hii da'wa tunayofanya, ukamlekeza mwenzako haki ni hii, hapa kuna hili na hili. Hii ni hidayatul irshad, ya muongozo, kumlekeza.
hii yako kazi yake ni kumuonyesha kwenye usahihi, lakini haina uwezo kumtoa alipo kumpeleka kwenye usahihi. Tumeelewana? Una uwezo wa kumlekeza kwa akili aone hili ndilo la sawa, lakini huna uwezo wa kumwambia aikamate sawa. Katika matatizo mengi huwapata maduati ni kwamba hujisahau kwamba tumebeba hidayatul irshad, hatujabeba hidayatut tawfiq. Ndio pale ukamtukana mtu, ukawadharau watu, ukafanyaje? Kwa nini wadharau? Hivi wewe Allah tabarak wa taala sema kadhalika kuntum min qabl. Hivyo unavyowaona wapumbavu hao miaka nyuma, nenda 20 nyuma, hata wewe ulikuwa kama hivi. Kama si wewe, babu yako alikuwa kama hivi. Tumeelewana? Usidharau mtu. Fanya dawa kwa unyenyekevu na adabu. Fanya dawa kwa kushukuru neema ya Allah aliyekupa. Ile dawa unaifanya ni sehemu ya neema kubwa aliyekupa Allah, kwa sababu lao mtu ataongoka mmoja tu, la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairul laka min humuri an-ni'am. Mtu mmoja tu akaongoka kupitia wewe, Allah ile khairi anaokupa hushinda thamani ya kitu chochote chenye thamani ulimwenguni kwa wakati wako. Kwa hivyo hidayah hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wangapi alitamani waingie katika Uislamu? Mtume dawa yake ya kwanza, wa anzir ashiratakal aqrabin, aliifanya kwa jamaa zake, lakini na ugomvi mkubwa aliupata kwa nani? Jamaa zake, au sio? Aliupata kwa jamaa zake, vipenzi walokuwa wampenda kama mtoto wa ndogo wetu marehemu. Kazaliwa hakumuona babake, wampenda kweli kweli, lakini alipowaletea qulu la ilaha illa Allah tunjikum minan nar, semeni hili neno moja tu, la ilaha illa Allah, litawaokoa na moto. Taballaka ya Muhammad, ali hadha jamaatana, uangamie Muhammad. Hivi watukusanya kutuambia neno hili tu, tuache miungu 360, tukubali akili yako kufuata Mungu mmoja. Kumbe wewe huna yule alokuwa kipenzi ndiye aliyemlani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tuchukue tahadhari sana katika kufanya da'wa yetu. Kwanza tumweke Allah mbele, tumuombe Allah atupe taufiki, tumuombe Allah wanusuru wale tunawalingania. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja kuwa amechaguliwa kwamba ni specialist wa da'wa, lakini na Mtume alikuwa akiomba Mungu, nisaidie katika hawa. Kuna riwaya Mtume aliwaombea katika Umar wawili hao, Umar ibn Hisham ni Abu Jahl na Umar ibn al-Khattab. Hawa watu wawili walivyovichwa, Mtume aliwaombea dua, Allahumma hdi ahad al-umarain, e Mola muongoze japo mmoja katika Umari wawili. Allah akamchagua nani? Umar ibn al-Khattab. Wewe umewahi kama daya ukaamka usiku katika qiyamul layli yako au kusoma kwako Qur'an, au umekaa faragha waleta adhkari, ukasema ya Rabbi nipe taufiki hawa na walingania waje kwenye haki? Umewahi kuombea? Nani katika Muislamu anakumbuka kwamba kuna wenzetu hawako kwenye haki hii, wanastahiki maombi? Mtume alikuwa akiwaombea, tena waombea watu, si watu ambao wamekaa naye kwa amani, wamempura mawe paka magoti yake yamwagika damu, alafu Mtume asema Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. E Mungu, waongoze watu wangu. Tumeelewana? Vijana tunaosoma dini hii sio yetu, ni ya Allah. Tumbembelezeni Allah tabarak wa taala, na tumshukuruni, na tuwe na tawadhu ya hali ya juu. Leo dini hii twaibeba na jeuri. Hii si elimu ya kubebwa na jeuri. Elimu hii mwenyewe ni al-wahidul qahhar. Kwa hivyo Suleiman pamoja na yote aliyopewa,
na utukufu tulioueleza, lakini Allah tabarak wa taala vile vile alimuingiza katika mtihani huu. Akawa Suleiman mtu akimwangalia kwenye kiti chake haoni kitu, aona ameisha kabisa kwa maradhi. Wakajaribu watumishi wake wote wale anaowatawali wote, kila mmoja kwa kubembeleza kuleta dawa imsaidie, ila pale Allah alipotaka mwenyewe, thumma anaba thumma raja'a ila sihhati istajara birahmatillahi tabaraka wa taala fashafahu Allahu wa rahima. Alimwegemea Allah na kumuomba Allah na kuleta istighfari na toba kwa Allah, hili Allah akammiminia rehema yake na akamponya Suleiman. Miongoni mwa aliyopewa Suleiman, alipewa hikma au uwezo wa maamuzi sahihi. Katika neema alizopewa Suleiman, alipewa uwezo wa maamuzi sahihi. Asema Allahu tabarak wa taala, wa Daudu wa Suleiman idh yahkumani fil harthi. Siku moja ilikuja kesi kwa Nabii Allah Daud. Suleiman bado mdogo. Kesi ile ilipokuja, baba yuwahukumu na mtoto yuwasikia. Bwana mmoja akaja akasema, kuna huyu bwana amekuja na wanyama wake, mbuzi wake na kondoo wake kwenye shamba langu, wamekula mimea yangu yote. Wamekula mimea yangu yote, hawakubakisha. Mbuzi wake hawakubakisha kitu. idh naqashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin. Yule bwana asema, pindi Daudi na Suleiman walipohukumu kuhusu shamba ambalo liliingiliwa na wanyama na mbuzi wa mtu, na ikawa lihukmihim shahidin, Allah sema nikawa ni mwenye kuishuhudia hukumu hiyo imeenda vipi. Fafahamnaha Suleimana, Allah sema tukampa ufahamu, tukamfahamisha Suleiman kuhusu ile hukumu aliyohukumu babake. Wa kullan ataina hukman wa ilma, na wote wawili baba na mwana tuliwapa hukumu na elimu. Walikuwa ni watu wenye kichwa, hikma na elimu pamoja, kuwa Suleiman ndiye aliyepatia. Daud akashtakiwa na yule bwana, ameingiza mbuzi wake, wamekula mimea yangu yote. Daud akamuuliza mwenye shamba, ni kweli habari? Ndio. Akamwambia, sasa malipo yake mbuzi wote mpatie mwenye shamba mbuzi. Yule bwana akawa amefaidika, mpata shamba na nini? Na mbuzi. Suleiman akasikia maneno yale kwa babake, akamwambia, naam babangu, hebu nisikilize na mimi hukumu yangu. Indi hukmun akhara ya abi, mimi na hukumu nyingine. Hukumu gani ulionayo? Hukumu wabadilishe. Si huyu shamba yake imeingiliwa na mbuzi, mwenye mbuzi atukue shamba na mwenye shamba achukue nini? Mbuzi. Kwa sababu gani? Huyu hana mtaji tena, achukue mbuzi wamsaidie katika maisha, na huyu aloharibu hii shamba mwenye mbuzi aichukue ile shamba, apande ile mizabibu ambayo imeliwa na mbuzi mpaka ifike wakati wa kuwa kama vile ilivyokuwa. Ina maana pia yeye yule atakuwa faidika, hatakufa njaa
kwa kutoa mbuzi alafu hana kitu. Ile shamba atakuwa mimea mingine ile ile na mbuzi ndio ataipanda mpaka ifike kama ilivyokuwa. Ikifika ilivyokuwa wataregesheana, kila mtu achukue kitu chake. Lakini kumfanya atoe mbuzi zake zote ziende, hiyo haitokuwa ni uadilifu. Na hapo Suleiman Daud alayhisalam akakubali kwamba mwanangu, hukumu yako iko sawa kama ulivyosema, hii ndiyo ya kufanywa kuliko hii yangu. Haya ni katika aliyopewa Suleiman. Na sasa twende katika maisha ya Suleiman. Napo ni pale aliposema wa hushira li Suleimana junuduhu min aljinni wal insi wat tayr fahum yuzaun. Ndio twaingia kwenye kisa cha mdudu sisimizi. Kukusanyiwa Suleiman, wakapangwa askari wake wote, majini, wanadamu na ndege. Fahum yuzaun, wakawa wanawekwa kimpango. Wanasema wanavioni wa malezi, somo la kwanza wa hushira, hapa twalipata kwamba idara yoyote, mafanikio ya maisha yoyote lazima iende kwa mpango. Hawakuwa ni jeshi kubwa. Vipi? Hapana. Livurugu tu? Hapana. Wa hushira li Suleimana junuduhu, waliwekwa wakakusanywa kwa mpango. Tena sema wahum yuzaun, wa mbele awekwa mbele, wa nyuma yuwekwa nyuma, anastahiki awe juu, anastahiki awe bavuni. Ni kwamba mambo ya mwanadamu, hasa muumini, akitaka kufaulu katika maisha yake lazima kuwe na nidhamu na mipango. Jambo ambalo kwetu limekuwa lina matatizo sana. Mambo yetu mengi hayana mipango. Mtu mmoja aweza kufanya idara zote. Aweza kuwa mtu ni director kwenye kampuni, huyo akawa ndiye manager, huyo akawa kama ndiye office messenger, huyo akawa mtu mmoja akawa ndio kila kitu. Mwisho atachoka, na wale anaowafanyisha kazi vile vile mwisho wataona, watachukia, kwa sababu mtu mmoja hawezi kufanya shughuli zote. Sasa atakapofanya hivyo ni kuonyesha wale wengine uwezo wao haufai, ni wa chini, atawafanya wadharau kazi ile, kwa sababu hatutambuliki hapa. Na ndio utakuta saa nyingine kampuni zetu hizi za Kiislamu, mimi husema kule Mombasa, utakuta kampuni imekwenda imekufa, ile imepanda imekwisha, lakini ukute kampuni pengine mwenyewe uko ngambo ina miaka 1000, kwa sababu ya mpango tu. Au mwasemaje? Sisi misikitini twakosa mpango. Wewe wajijua ni imamu, lakini wewe utakaa kule mwisho nyuma. Sasa ukikaa nyuma, maamuma akae wapi? Safu ianze wapi? Kama wewe umekaa kule nyuma, sasa hawa maamuma waanze wapi, wakae wapi? Vurugu mambo yetu yote. Na kumbe sisi ndio tunastahiki tuwe na nidhamu. Ibada zetu zote zafundisha nidhamu. Iangalie hii ibada ya swala. Nimewahi kusoma mwanamke mmoja wa Kijerumani. Niliona makala moja yazungumzia mwanamke mmoja wa Kijerumani miaka kama 5 nyuma hivi. Azungumzia dhiki alizokuwa nazo katika maisha. Ana stress nyingi, amepata ile hali ya wasiwasi na dhiki. Asema alimaliza matibabu, lakini siku moja saa 8 za usiku
katika kufungua TV yake ikaja channel ya Al-Qur'anul Karim ile ya Maka, akashuhudia, anaona kwamba ile haji watu wanavotufu ile Al-Kaaba. Sasa ule mzunguko unavofanywa, asema mimi nilijikuta nichapona kwa utulivu niliopata, kwa nidhamu nilioiona. Ule mzunguko wa tawaf, zile mara 7 watu wanavozunguka, yani kama kitu akili yangu yanambia ni, asema ni kama zile, piga mfano, zamani kulikuwa vile naita nini, vyombo vya kuimba ile ya sahani ile inaozunguka inaitwa nini? Santuri. Asema inazunguka kwa nidhamu ya hali ya juu. Sijaona mtu kuambia wewe rudi huku, wewe simama. Asema mimi nikajiona sitaki kuondoka, nikabaki pale mpaka ikaingia alfajiri. Nikaja kuwaona sasa wanasali, sasa ile safu wanavozipanga. Kwa maneno tu mtu amesema kitu sikielewi, lakini neno moja tu limefanya watu wamepangana vizuri. Wala sikuona mtu ambaye anakwenda kumshika huyo akimleta hapa. Asema hii ikawa ndio tiba yangu ya kuondosha dhiki. Nikisikia dhiki nenda kufungua channel ile, nikiangalia watu wakiswali, mimi akili yangu mpaka ikarudi. Na hii ikawa sababu ya kusilimu kwake. Safu ala tasufun kama tasufu almalaikat inda rabbiha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kwa nini msipige safu zenu vizuri kama malaika wanavyosimama mbele ya Mola wao? Hii safu ya sala ni nidhamu tosha. Sala yetu mtu mmoja tu ndiye anaiongoza, au sio? Akisema Allahu Akbar tushajua twenda wapi. Sami Allahu liman hamida tushajua twenda wapi. Lakini tukitoa salamu tupigana vikumbo pale mlangoni kwenye viatu, hatujui twenda wapi. Tuko mmoja jamani? Yani tumeendeshwa na swala kwa nidhamu, lakini tukitoa salamu tu pale, kama huna nguvu usitangulie pale, utapigwa kumbo wewe, Nidhamu ishakuisha. Tuko pamoja? Jamani, sisi ni watu wengine. Sisi Allah katika Qur'ani amesema sisi ni mfano wa kulekeza wengine namna ya kuishi. Leo za kupata Muislamu akwambia, bwana wallahi ukifanya kazi na kampuni au na hawa wasokuwa Waislamu hawa bwana, fanya kazi na mzungu utaenjoy. Au si kweli? Ama hamsemi haya jamani, mimi naazusha. Bwana hao wanalinda haki za watu, sijui hawa nini. Kipi kingine wanachokilinda ambacho Uislamu haujakilekeza? Mlipe haki ya mtu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla jasho lake alijafanya nini? Alijakauka. Mmesemwa na mzungu hiyo? Mafagilia watu hata hawana lolote shekhi. Lakini haya yamebaki ni maneno, yapo kwenye akili zetu, lakini hayako kwenye utendaji wetu. Hii swala ingetosha kurekebisha nidhamu zetu makazini, nidhamu zetu majumbani, nidhamu zetu kwenye mashule. Kila maisha, kila mahali tungekuwa ni watu wa nidhamu ya hali ya juu, kwa sababu ya hii swala inavyoendeshwa jamani. Swala hii imebebwa na neno moja tu la kukwambia unachofanya jua Allah ni mkubwa, Allahu Akbar. Kwa hivyo ukiwa na mkeo ukumbuke recall Allahu, ukiwa na wanao urecall Allahu Akbar, ukiwa kazini na wafanyikazi wako kumbuka Allahu Akbar, ukiwa mfanyikazi kumbuka haki ya mtu Allahu. Neno moja hili laweza kutuweka sawa, na ndio likakariri mara nyingi.
Unasema Allahu Akbar ngapi kwenye swala yako? Tuko pamoja jamani? Hatukuchaguliwa neno lolote lingine, ila ni neno linalokupa tambii kwamba katika maisha yako unachofanya ujue Allah ni mkubwa kuliko hilo unalolitarajia. Kama ukijifanya wewe sasa mimi ndiye bosi, kumbuka una juu yako Allah. Kwa hivyo ubosi wako nenda nao kwa nidhamu. Kama umeona ni mali hii ndio ya kula, kumbuka Allahu Akbar. Ogopa Allah, usile haki ya mtu. Kama chochote wenzetu walivyokuwa kiswali, wanasema Urwa alikuwa akiwa salani anakuwa ni kama kijiti kilichokitwa kwenye ardhi. Mbele anamuona Mola wake, nyuma anayaona mauti yake, kulia anaiona ni janna, kushoto ni moto. Yeye anamlekea Mola wake moja kwa moja. Ukiangalia swala, njoo kwenye saum tunaofunga, inatufundisha nidhamu au haitufundishi nidhamu? Saum nafundisha. Wewe muda ukifika tu wasema Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha kwamba haifai kuchelewesha kufanya nini? Kufungua. Unafanya taajil fil futur katika kufungua. Kwa nini? Saumu tumefundishwa iwe hivyo. Unafungua mapema na unachelewa kula nini? Kula daku. Kama ilikuwa si mafundisho, nani angekula daku saa 10 usiku? Na mwaka mzima wewe huli saa 10 usiku, si ndio? Lakini Ramadhani unakula saa 10 usiku huli. Unakula au sio? Mwaka mzima waza usile tende, lakini Ramadhani unakula tende uli. Nidhamu za ibada hii ndio zinazokupeleka, sio wewe, au sio? Zaka, unajua ikifika mwaka mali yangu lazima ni counti, ni hesabu pesa zangu zote, nastahiki kutoa nini, nastahiki kutoa nini, nastahiki. Haji ashhuru maalumat, hujiendei unapotaka, unajua ni miezi fulani, na ukienda nitafanya hili, la pili ni hili, la tatu ni hili, la nne ni hili, lipi la kufanya. Unakwenda maisha yako, ibada yako yote kwa nidhamu. Swala unajua raka ya kwanza dhuhuri ni raka ngapi, asri ngapi, magharibi ngapi, isha ngapi. Hujifanyi tu. Suleiman hatukuambiwa na Qur'an ilikuwa na jeshi kubwa likikusanyika, jeshi kubwa, hapana. Wahum yuzaun, wanapangwa, kila mmoja anachukua nafasi yake. Leo tukiziona paredi hizi tunaona ni vitu vya ajabu, lakini kumbe Qur'ani yatuambia Suleimani alikuwa na paredi sio ya wanajeshi 1000 au 500 au 200, ya jeshi la kila aina. Wanyama wapo, wanadamu wapo, na kila wamekaa kwa mpango. Tuko pamoja? Sisi wacha kuwa hivyo. Nidhamu ya watoto wako. Nani ajuaye mtoto wake hulala saa ngapi? Waweza ukalala wewe, wanao bado wako kwenye TV, si ndio? Hujui hulala saa ngapi, waamkiwa saa ngapi. Mambo yenda tu. Hujui hulala vipi. Hujui. Kuna vitu utakuja kuvishtukia vikushangaze. Lakini vitu hivi ulikuwa ukiishi navyo kila siku wewe. Ni lazima katika maisha ya Muislamu, kwa somo hili la mdudu sisimizi, tujifunze kwamba Uislamu ni nidhamu. Lazima kupatikane nidhamu katika maisha yetu, ndio utakuwa mzuri Uislamu wetu. Futari yako pia haina nidhamu, si ndio? Au ina nidhamu?
vitu 10 vote aina moja. Muhogo ni kazi yake ni hiyo moja. Mchele zote makaboni, ni master, unapiga mastatus tu zote, Hakuna hapa angalau kumeingia vitamini, hapa kumeingia nini, kula, si ndio? Muhogo kwa hapo, sijui nani, viazi viko hapo tamu, viazi, kuna sijui mchele, kuna chapati. Wewe hujafanya lolote hapo. Ni mrundu tu, lakini hauna kazi mwilini, si ndio? Allahu tabarak wa taala katueleza Nabii Allah Suleiman. Alafu la pili ni kwamba kama kwamba yatufundisha Suleiman alikuwa na watu wa hushira li Suleiman. Si yeye njoo hapa, kuja hapa, hapana. Kuna wahusika. Tafwidh katika jambo moja linalotutatiza katika maisha, hakuna tafwidhul a'mal, yani kupeana majukumu. Wewe ni baba nyumbani, wataka kufanya mambo yote, ndio utakuta jitoto lina miaka 23 bado yeye hana lengine ila nkuuliza mandazi yako wapi, si ndio? Waweza kumuona mtu hivi, mejaza huko. Kumbe kwa ajili ya shibes, kwa ajili ya kazi. Yualishwa sana ndio, kwa kuwa hana cha kufanya enda kupiga nua mawe huko, piga gym. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsifu barabaro ambaye alikuwa na misuli. Siku moja alipita kijana mmoja na mahitaji ile ya kusukuma hizi mfano kubebea mizigo. Toroli lake apita nalo hapa. Bidii jasho la mtoka. Masahaba wakamwangalia, wakamwambia Rasulullah, wallahi lao angekuwa bidii ile yuaitoa kwenye jihad fi sabilillah, kule kwenye panga, huyu angetushinda, angekuwa mbele sana janna. Jamaa kila mmoja, huyu angekuwa hivi alivyo na bidii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hadithi sahihi, Sahih al-Albani kwenye Ibn Majah. Akamwambia ikiwa hiyo bidii yake anaoitumia misuli hiyo ni kwa ajili ana wazazi watu wazima, anawatafutia riziki ili apate waweke kwenye makao mazuri, akodeshie nyumba, anawalisha, anawaangalia, anawavisha, ndio anafanya kazi sana ili aweze kumudu kuwahudumia wazazi wake, fahuwa fi sabilillah, huyo tayari aandikiwa yuko kwenye sabilillah. Ikiwa bidii hiyo alionayo huyo kijana ni kwa ajili ya watoto wake, ana family, ana mke, ana watoto, kwa hivyo anakwenda mbio ili apate kuwahudumia watoto wake, fahuwa fi sabilillah. In kana linafsi liya'ifa nafsa, kama hiyo bidii ni kwa ajili aweze kujisimamia maisha yake, asiombeombe, awe na nafasi ya kufanya mambo yake mwenyewe, fahuwa fi. Lakini alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ikiwa hiyo misuli ni white elephant, ni kwa ajili ya kuonyesha watu, ni ya kutengenezwa ili watu wamuone mtaani akipita Rambo, limepita, lakini hana lolote katika tuliotaja, ni ya kuonyesha tu, showing off, fahuwa fi sabili ash-shaytan. Tuko pamoja vijana? Tufanyeni kazi, tule jasho letu, tuangalie famili zetu, tuwatunze wazazi wetu. Ndani na ibada yako ukiweka nia kumridhisha Allah, unaandikiwa anta fi sabilillah. Dini gani nzuri zaidi ya Uislamu jamaa? Sasa hii ya kwenda kutengeneza ni kwa sababu hana cha kufanya. Mzazi bado amechukua majukumu yote, kila kitu atakafanya yeye. Kijana hana cha kufanya, ndio pale anaenda kujisumbua kubeba miji mawe na nini, alafu akirudi nyumbani, mondozi yako wapi?
Wauliza mandazi kwa hivyo hapa twafunzwa na Qur'an, wa hushira li Suleiman. Ina maana Suleiman alikuwa amefanya tafwid, zile amegawa majukumu. Kuna watu wanaoifanya kazi ile, sio yeye, madamu yeye ni yeye basi kila kitu afanye yeye, na wakati wote litakalokwenda kwa mtu mmoja haliwezi kusonga, kwa sababu Allah tabarak wa taala ametuhimiza sisi tuweze kusaidiana. Wataawanu ala albirri. Maisha hayaendi bila watu kuwa pamoja, wakashirikiana, wakasaidiana. Haya ndiyo mafunzo tunayoyapata katika Qur'an. Allahu tabarak wa taala anapotuanza kutuelezea kisa hiki cha mdudu sisimizi, tumeona kwanza kunaonekana kwa ufahamu wa Suleiman mwenyewe, pamoja kuwa jeshi hili lilikuwa ni kubwa sana, lakini lilikuwa na mpango, lilikuwa na nidhamu. Pamoja kuwa Suleiman alikuwa ana nguvu sana, lakini kulikuwa na watu wanaomwakilisha katika kufanya mambo yake, hakusimama yeye peke yake. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.